Assalamu alaikum mtazamaji wa Channel 10. Nikukaribishe tena katika kipindi ukipendacho cha Nyota Zenu. Kama ilivyoada studioni unakuwa nami naitwa Nor Isa Wasleman pamoja na bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Kwa kuanza basi, kamata kidole chako chochote ukipendacho, ikiwa ni kidole kidogo, lakini kama kidole cha pete ama kidole cha kati ama kidole cha shahada ama kidole gumba. Bingwa huyu atakwambia wiki yako iko vipi na mambo yatakuwa vipi kwa upande wako. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Kwanza kabisa tunaanza na utabiri wako wa wiki hii, na kama ilivyokuwa kawaida tunatumia vidole vyako vya aidha mkono wa kushoto au mkono wa kulia. Kwa hiyo unaweza kutumia kidole chochote, aidha kidogo au cha kati au cha pete au cha shahada au kidole gumba, au kama ikiwa labda hutaki kushika kidole basi usishike kidole chochote, lakini nitakwambia utabiri wako, mambo yako ambayo yatakayojiri. Leo tuanze na kidole gumba. Kama ikiwa umeshika kidole gumba, basi nikwambie nyota zinasema kwamba si kila wakati utafanikiwa kwa yale unayokusudia. Si kila wakati katika wiki hii unaweza kufanikiwa kwa yale unayokusudia. Mabadiliko kinyume na matarajio ni vyema ukayakubalia. Mabadiliko utakayotaka kutokea kinyume na matarajio, basi ni vizuri ukayakubali mabadiliko hayo. Lakini vile vile usitoe msaada kwa kuangalia wengine wanasema nini juu ya msaada wako. Toa msaada ili kuwasaidia wale ambao unataka kuwasaidia, lakini usitoe msaada kwa kuangalia wengine wanasema nini kuhusu huo msaada unaotoa. Toa bila kujali nini malipo ya baadaye. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole gumba. Ikiwa umeshika kidole cha shahada, kama umeshika kidole cha shahada, basi nafasi yako ya mapenzi iko kwenye wakati mzuri. Fanya jitihada za kuweka sawa yale yaliyokusumbua katika kipindi cha nyuma, kwa maana ya kwamba kama ulikuwa na matatizo ya kimapenzi ambayo yalikuwa yanakuhangaisha huko nyuma, basi jaribu sana kufanya jitihada kuyaweka sawa yale yalikuwa yanakusumbua katika kipindi cha nyuma. Na kuna watu wataonesha kukujali na kuthamini sana mchango wako. Katika wiki hii kuna watu wataonesha wanajali na kuthamini mchango wako. Hata hivyo jaribu sana kuwa makini nao, wengine hawana nia nzuri. Katika hao watu wengine hawana nia nzuri. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha shahada. Ikiwa umeshika kidole cha kati ambacho ndio kirefu kuliko vyote vile, nikwambie tu kwamba nyota zinasema kwamba tarajia kuona mahusiano yako ya kimapenzi yakilegalega kutokana na msimamo wako. Tarajia kuona mahusiano yako ya kimapenzi yakilegalega kutokana na msimamo wako. Unawezekana kuwa una msimamo mkali au una msimamo mwepesi. Kwa hiyo tarajia kwamba kuona mambo yako ya kimapenzi yakilegalega kutokana na msimamo wako. Lakini unavyoonekana wewe una haraka ya mabadiliko. Hata hivyo nafasi yako haitaweza kuja kama unavyotarajia. Una haraka sana ya mabadiliko, lakini nafasi hiyo haiwezi kuja kama vile ambavyo unavyotarajia. Na kutokata tamaa mapema ndio jibu sahihi la kuweza kufanikiwa katika mambo yako. Usikate tamaa, hilo ndio jibu sahihi la kuweza kufanikiwa katika mambo yako. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha kati. Ikiwa umeshika kidole cha pete, basi jipe moyo kipindi hiki, hupaswi kukata tamaa. Jipe moyo kipindi hiki, hupaswi kukata tamaa. Usikate tamaa kwa jambo lolote litakalokuwa linakuja mbele yako, liwe la kikazi au la kibiashara. Usikate tamaa. Magumu yatapita na mazuri yatakuja. Yale yaliokuwa magumu yatakwenda zake na mazuri yatakuja. Na yoyote anaweza kuja akaimba mbele yako. Nikisema kuimba sio maana kuimbia nyimbo. Anaweza kuja akakwambia mambo. Anaweza kuja akakwambia mambo mbele yako. Na kama hilo litatokea, basi nafasi yako ya mahusiano italeta picha ya mafanikio. Mtu akija kukuambia jambo lolote, basi nafasi yako ya mahusiano inaweza ikaleta picha nzuri au ikaleta mafanikio katika mambo yako. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha pete. Ikiwa umeshika kidole kidogo, basi wewe nikwambie tu kwamba majadiliano ndiyo njia pekee sasa itakayokuwezesha kupata ufumbuzi wa tatizo linalokukabili. Kama una tatizo linalokukabili, jaribu sana kutafuta ushauri, jaribu sana kufanya majadiliano. Ndio njia pekee itakayoweza kukupa ufumbuzi wa tatizo linalokukabili. Kwa hiyo fanya hivyo mapema. Lakini nikwambie tu kwamba hii ni wiki nzuri ya kujiandaa na matatizo. Hii ni wiki ambayo unatakiwa ujiandae
na matatizo, unaweza ukapata misukosuko, au unaweza ukapata migongano, au kunaweza kukatokea kutokuelewana kati yako na wafanyakazi wenzio, au na wafanyabiashara wenzio, au na mpenzi wako, na kukakuweka hali mbaya ya wewe kuweza kukosa furaha, ukakosa furaha kabisa katika wiki hii. Kwa hiyo jiandae na hilo. Na kama ikiwa hukushika kidole chochote, kama ikujashika kidole chochote, basi nikwambie tu kwamba utalazimika kuomba msaada kwa yale ambayo utakayokutana nayo mbele safari. Ni wiki ambayo itakufanya kwamba ulazimike kuomba msaada kwa yale ambayo utakayokutana nayo kwa mbele safari. Haipo sababu ya wewe kuweza kukaa kimya. Usikae kimya, jaribu kuzungumza na watu, jaribu kutafuta ushauri kwa watu ili mambo yako yakae vizuri. Na si lazima kuhitaji msaada wa kimawazo kwa yale unayokusudia kuyafanya, sio lazima. Maamuzi yako vile vile yanatosha yakakamilisha ndoto yako. Maamuzi yako yanaweza kutosha kukamilisha ndoto yako na mambo yako yakakaa katika hali ile ambayo unayoitaka. Huo ndio utabiri wako kwa wiki hii. Kwa hiyo ni mambo ambayo unatakiwa uyazingatie, ni mambo ya mwongozo, na mwongozo huu utakusaidia sana katika kuweka mambo yako au kufanya mambo yako yakae katika hali nzuri. Ni vizuri kinyota ukayafuata haya ambayo nilikuwa nimekuambia kwa mujibu wa kidole chako ulichokishika, au kwa mujibu wa wale ambao hawakushika kidole chochote. Baada ya kusikia mengi kutoka kwa bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati, anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein, kuhusiana na wiki yako inakuwa vipi, na imani utapata mtiririko mzima, ama umepata mtiririko mzima wa kujua ili ufanye nini, iko vipi, mwisho wa siku utapata kuelewa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati Maalim Hassan Yahya Hussein atakuwa Dodoma siku ya Jumatano tarehe 11 mwezi wa 11 2015 mpaka siku ya Jumamosi tarehe 14 mwezi wa 11, na atapatikana Johari Guest House eneo la Windini jirani na Nkamba Lodge. Maalim Hassan Yahya Hussein atakuwa Arusha siku ya Jumatano tarehe 18 mwezi wa 11 2015 mpaka Jumamosi tarehe 21 mwezi wa 11, na atapatikana New Annex Hotel jirani na uwanja wa mpira wa Sheikh Amri Abed. Vile vile unaweza kumpata Maalim Hassan Yahya Hussein katika mitandao ya kijamii kama Facebook, andika mtabiri Maalim Hassan Yahya Hussein. Kwenye blog utampata maalimhassan.blogspot.com. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Nyota Zenu, kinachokujia kila siku ya Jumatatu saa 3 kamili usiku, na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana. Niko naye Maalim Hassan Yahya Hussein, langu jina naitwa Nor Isa Wasleman. Na sasa bingwa huyu anataka kukujuza ama kukupa mwendelezo wa serikali ya majini pamoja na kazi zake. Leo na wengine utafahamu mengi tu. Kama unataka jini wa aina gani, unataka jini yupi, unataka jini wa kazi gani, msikize kisha utamtafuta ili akupatie. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Katika vipindi viwili vilivyopita tulikuwa tunazungumza kuhusu serikali za majini, na tunashukuru tumepata simu nyingi sana. Watu walikuwa wakiulizia namna ya kuwapata hao majini, au unaweza namna gani ukawatumia, au unaweza ukapata nini kutoka kwao. Lakini tuliwaambia kwamba wafanye subira kidogo, kwa sababu tunataka tumalizie, halafu tutawafundisha namna ya kuweza kuwaita hao majini, ili uweze kujua namna gani unaweza kumuita huyu jini akaja na ukamwambia kile ambacho unachokihitaji. Tulizungumza kuhusu serikali yenyewe, mpangilio wenyewe ulivyokuwa kutoka juu mpaka chini huko katika serikali ya majini. Na wiki iliyopita tulizungumza majini fulani kama 6 hivi ambao niliwataja majina yao na picha zao uliziona. Sasa leo nataka kuendelea kuzungumza wale wengine. Niliwaambia wako kama 17 ambao hawa ni muhimu sana katika mambo fulani ambayo unaweza kuhitaji. Sasa leo niendelee. Wa kwanza, katika wiki iliyopita nilizungumza 6. Nilizungumza wa kwanza Clownek, ambaye huyu nilikwambia kwamba ana nguvu na mamlaka juu ya vitu na utajiri, na uliona picha yake. Nikazungumzia kuhusu Musisin, alafu nikazungumzia kuhusu mwingine anaitwa Bechad, alafu mwingine anaitwa Freemost, alafu mwingine anaitwa Kill, na mwingine anaitwa Mesilde. Walikuwa kwa 6 hao. Sasa leo ninakwenda kwa huyu wa 7 ambaye anaitwa Clista Heret, ambaye picha yake utaiona hapo chini. Huyu
ana uwezo wa kukugeuzia usiku na mchana kwa kupenda kwako. Huyu jini huyu anaweza akakugeuzia usiku na mchana kwa kupenda kwako. Na mambo haya yanaweza kutokea watu wengine bila mwenyewe kutarajia, au wewe mwenyewe bila kutarajia. Kuna watu wengine usiku kwao ndio mchana na mchana kwao ndio usiku. Sasa unaweza kukosa ingine ile jini limeshakuingia. Kwa hiyo usiku ndio unaamka unafanya shughuli zako wakati watu wamelala, na mchana unakuwa umelala wakati watu wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo huyu jini huyu ukiwa naye anaweza akakugeuzia ukitaka usiku kwa mchana na mchana kwa usiku. Ana uwezo huo. Mungu amempa uwezo huo na anaweza kukufanyia kazi hiyo. Huyu anaitwa Cliseret. Kuna mwingine anaitwa Sir au wanaweza kusema Saked, Sir Chade au Saked. Ana uwezo kukuonyesha wewe aina zote zile za wanyama katika umbo lote ambalo walilonalo. Unajua wanyama wana mambo mengine ya ajabu sana. Unaweza kumuona mnyama kama mbwa, kumuona mbwa kama mbwa hivi kama kawaida, lakini labda ana umbo lake lingine ambalo wewe huwezi kuliona. Lakini huyu ana uwezo wa kukuonesha wewe aina zote zile za wanyama katika umbo lolote lile ambalo walilonalo. Huyo anaitwa Sached au Sichade. Kuna mwingine anaitwa Sigel ambaye picha yake utaiona hapo. Huyu ana uwezo wa kukuonyesha dhahiri miujiza yoyote ile, iwe ya kawaida au ya kimazingaombwe. Na watu wengi wa mazingaombwe huwa wanamtumia huyo. Anaweza kukufanyia mazingaombwe huyu. Ana uwezo wa kukuonyesha wewe aina kuonyesha dhahiri miujiza yoyote ile, iwe ya kawaida au ya kimazingaombwe. Kwa mfano, kuna watu wengine wanafanya mazingaombwe, wana mazingaombwe wakubwa kabisa katika dunia hii, na wengi wanawatumia hawa majini katika kufanya mazingaombwe. Unaweza kuona mtu kakatwa kichwa kimeondoka lakini kichwa kiko pale pale. Unaweza kuona mtu kiwiliwili kimetenganishwa lakini kiwiliwili kiko pale pale. Kwa hiyo wanawatumia watu kama hawa au majini kama hawa ili kuweza kufanya mambo kama yale. Sasa wewe unaona kama ni vitu vya kawaida lakini sio vitu vya kawaida. Kwa hiyo wanawatumia majini. Huyu anaitwa Segal. Kuna wa 10 huyu anaitwa wanasema Hipacha. Ana uwezo kukuletea mtu aliyembali papo hapo. Mtu ambaye yuko mbali anaweza kumleta papo hapo au hapo kama unavyozungumza. Huyu anaitwa Hipacha. Wa 11 anaitwa Humots. Huyu ana uwezo wa kusafirisha aina zote za vitabu kwa starehe zako. Kuna wale wengine wanaopenda kusoma vitabu, wanataka kujua kuhusu masuala ya uandishi, kuhusu mambo yote yanayohusiana na masuala ya vitabu. Basi huyu Humots ana uwezo yeye wa kukusafirishia aina zote za vitabu kwa starehe zako. Kwa maana kwamba yeye ni msomaji huyu. Hata ukimwangalia alivyo utamuona ni mtu ambaye anapenda kusoma huyu. Kwa maana kwamba hata nyumbani kwake katika eneo lake pale basi kuna vitabu vingi, au ukitaka kitabu cha aina yoyote, vitabu vya uchawi, vitabu vya kawaida, basi unaweza ukavipata kutoka kwake. Kuna mwingine huyu jina lake kidogo linaweza lina kakasi, maana yake lina urefu, anaitwa Frusisiere. Huyu ana uwezo wa kufufua watu. Wanasema, sisemi mimi, lakini kulingana na vitabu vinavyozungumza kwamba ana uwezo ya kufufua watu. Aidha anafufua kulingana na uwezo wake aliokuwa nao, au anaweza kufanya mambo. Lakini sisemi kwamba mtu wako akifa basi umtafute huyu akamfufue, hapana. Nasema tu kwamba huyu ana uwezo wa kufufua. Namna anavyofanya hiyo anajua yeye na Mungu wake. Kuna mwingine wa 14 anaitwa Guland au Juland. Huyu ana uwezo wa kusababisha aina yoyote ya maradhi. Kuna wengine wanawatumia hawa. Unaweza ukakaa wewe ukaugua maradhi, unakwenda hospitali unapimwa, huonekani una maradhi yoyote. Unapimwa maradhi yote, unapelekwa katika mitambo yote, lakini huonekani maradhi yote ambayo yanayokusumbua. Sasa inaweza kuwa adui yako amekutumia huyu jini kama huyu akakuletea maradhi kama hayo. Sasa huyu ndio kazi yake hiyo. Sisemi kwamba umchukue huyu umtumie kumpelekea mtu maradhi. Mimi ninakwambia tu kazi zao wanazozifanya. Wala sikushawishi wewe kufanya mambo hayo kumfanyia mtu mwingine, kwa sababu sisi kama binadamu hatuamini kufanyiana mambo mabaya. Kuna mwingine anaitwa Surgat. Huyu ana uwezo wa kufungua aina zote za loki zote zile anafungua. Masefi yale loki zo aina yoyote, anaitwa Surgat. Ndio picha yake unaiona hapo. Ana uwezo wa kufungua aina zote za loki yoyote katika dunia hii. Ukimpa huyo ni mtaalamu wa kufungua loki. Kama vile tunao wataalamu
wa kidunia au wa kibinadamu ambao wanafungua loki za milango za watu, lakini huyu ana uwezo wa kufungua loki zozote zile ambazo zipo katika dunia. Anaitwa jina lake Surgat. Wa 15 anaitwa Morail. Morail huyu ana uwezo wa kufanya vitu vyote duniani visionekane, invisible. Anaweza kufanya wewe usionekane, anaweza kufanya mkeo asionekane, mtoto wako asionekane. Yaani ukiwa naye huyu unaweza wewe ukaingia pahali bila kuonekana. Huyu lakini vile vile sikushauri uwe naye, kwa sababu wengine washaanza kufikiria kwamba nitamtaka huyu ili mke wangu au mume wangu akiwa yuko pahali basi niingie bila kuonekana. Siwezi kukushauri hivyo, lakini huyu Morail ana uwezo wa kufanya vitu vyote duniani visionekane, kwa maana kwamba chochote kile unachotaka kisionekane anaweza kufanya kwamba kisionekane. Anaitwa Morail. Wa 16 anaitwa Frutimia. Frutimia huyu ana uwezo wa kukupa kila aina ya sherehe. Ukitaka kufurahi au ukitaka kushereheka, basi ukimpata huyu atakupa kila aina ya sherehe. Ushawahi kwenda katika sehemu zingine za sherehe ukamkuta mtu amechachawika kabisa, amekuwa manake hayupo katika dunia sasa. Mtu manake ana furaha, ile sherehe imemkolea mpaka anavua nguo, anakuwa saa nyingine ameingiwa na huyu jini. Huyu jini anapenda sana starehe, yeye anapenda sana sherehe, anapenda sana ngoma, anapenda mambo kama hayo. Kwa hiyo akikuingia huyu au ukimtaka huyu kutaka kufurahika, basi ukimpata huyu anaweza akakusherehesha au akakufurahisha sana katika mambo hayo. Kuna huyu mwingine anaitwa wa 17, huyu anaitwa Huistigara. Huyu ana uwezo wa kukusababishia kutembea usingizini na kwa wengine kuwakosesha usingizi kabisa. Kuna watu katika dunia hii wengine usiku hawezi kulala. Huyu ana kazi mbili. Anaweza akakufanya ukatembea usingizini. Umelala lakini unatembea. Na vile vile anaweza kukufanya ukakosa usingizi. Kuna wengine katika sisi mtu anakuwa analala usiku lakini usingizi anakuwa hapati kabisa. Anakuwa anapata tabu kabisa kupata usingizi, kwa hiyo anakuwa hawezi kulala usingizi au usingizi unakuwa hauji kabisa. Kwa hiyo ukimpata huyu anaweza akakusaidia sana katika masuala hayo au matatizo hayo ambayo uliokuwa nayo. Hao ni wale majini 17 ambao nilikuwa nimekwambia wanaweza. Na hawa vile vile wana wasaidizi wao katika 17, wana wasaidizi wao, na kila msaidizi mmoja anatawala hawa majini kama 50 au 45 au 4 na hawa majini wanatumika na binadamu. Unaweza ukawatumia wewe kama binadamu katika kufanya mambo yale ambayo unayotarajia kuyafanya au unataka kuyafanya, na jambo lolote ambalo unahitaji basi anaweza kukusaidia huyo. Kwa hiyo hao ni wale 17 katika mpangilio wa hao majini. Wako wengi. Kwa mfano kuna mwingine huyu anaitwa Proculo. Huyu anaweza kumpa mtu usingizi kwa muda wa masaa 8 huku akiwa anafahamu yanayotokea usingizini. Jini huyo, wewe umelala usingizini lakini unafahamu kile ambacho kinachotokea. Mtu akija pale anataka kuchukulia simu yako, labda mpenzi wako anataka kuangalia message, unamuona kabisa lakini uko usingizini umelala, unajua kwamba huyu kafanya kitu fulani. Kuna mwingine anaitwa Haristum. Huyu anampa mtu uwezo wa kupita kwenye moto bila ya kuungua. Hao wote ni majini hao. Kuna mwingine anaitwa Brulefa. Huyu naye vile vile ana uwezo wa kumfanya mtu apendwe na wanawake. Kwa wale ambao wanapenda kupendwa na wanawake, ukimpata huyu anakufanya hivyo. Kuna mwingine anaitwa Pentagoni. Huyu ambaye anawapa watu uwezo wa kutoonekana, invisible, na anapendwa sana na watawala wakuu. Manake huyu anawasaidia huyu. Manake anakupa ile kinga, unakuwa huwezi kuonekana. Kuna mwingine anaitwa Aglasis, ana uwezo wa kumsafirisha mtu yote kutoka sehemu moja nyingine kwenda duniani. Na kuna mwingine anaitwa Sidragrossam, anawafanya wanawake wacheze bila nguo huyu. Kuna wanawake wengine hata ukipita katika sehemu zetu utakuta wanawake kina mama hawa wanaweza kucheza bila nguo, anakuwa tayari yule jini ashamvaa. Kwa hiyo wanakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo wako wengi sana katika hali hii. Kwa hiyo huu ni mlolongo mzima wa hao majini, lakini katika kipindi kijacho sasa tutakuelewesha namna gani ya kuweza kuwaita hao ambao utakaokuwa unawahitaji na kuweza kuwatumia. Baada ya kusikia mengi na majini mbalimbali, serikali yao pamoja na kazi zao wanazozifanya, na imani umefahamu mambo mengi sana. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Ikiwa una tatizo lolote linalohusiana na nyota yako, ikiwa ni kusafisha nyota, kupata mafanikio ya kimaisha au ya kisiasa, kuondoa mikosi, kukosa bahati,
kuwa na mvuto wa aina yote, mambo ya binafsi yanayokutatiza, yawe ya kimapenzi au ndoa au kazi, kuinua na kuleta mvuto katika biashara yako, kinga zako mwenyewe, familia yako, mali zako, kusumbuliwa na majini au mapepo aina zote, tiba za maradhi mbalimbali na masuala yote ya kijamii yanayokusumbua, njoo unione katika ofisi yangu mpya iliyopo Magomeni Mwembe Chai, mtaa wa Kagera na Matombo, ili niweze kukusaidia. Nimerejea tena, niko na bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati, anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein, langu jina anaitwa Noor Issa Wasleman. Na leo bingwa huyu anaendeleza kukupa tafsiri za ndoto. Jamani, kila mmoja na ndoto zake na kila mmoja kipo anachokiota. Je, unafahamu maana yake? Hilo ndio kubwa ama ndio kazi ambayo Maalim Hassan Yahya Hussein anaifanya kwa ajili yako. Wako watu wanaota vitu vingi. Kuna wanawake wanaota mpaka wamezaa paka. Huo pia mtihani. Lakini maana yake nini? Kwa kuota tu utastuka, lakini pata tafsiri yake ili pate kujua. Lakini vile vile wako wanaume ambao wanaota nao labda wamejifungua watoto ama wamezaa vitu mbalimbali. Vyote vina tafsiri yake. Lakini wako wanaume ambao wanaweza wakaota wake zao wamejifungua wakati si wajawazito. Nini maana yake? Maana yote hayo nilokuambia atakujuza kwa uzuri kabisa wa bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati, Maalim Hassan Yahya Hussein. Baki hapo hapa upate tafsiri yake. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Katika hii awamu ya mwisho leo tunazungumzia ndoto zinazohusiana na kuzaa. Lakini vile vile nikukumbusha tu kwamba unaweza ukapata haya maelezo yote katika Facebook, au wanasema mitandao ya kijamii. Ukiingia katika Facebook mtabiri Maalim Hassan, halafu fungua ukurasa wa nyota zenu, basi haya maelezo ninayotoa hapa au vipindi hivi unaweza ukavipata pale. Vile vile unaweza ukatembelea katika blog yangu inaitwa maalimhassan.blogspot.com, basi unaweza ukapata haya maelezo yote ambayo unayaona hapa hivi sasa katika kipindi hiki. Sasa leo tunazungumzia kuhusu tafsiri za ndoto. Kila wiki tunatoa ndoto za aina fulani, na haya ni maswali ambayo nimepokea kutoka kwa wasomaji wetu au wasikilizaji wetu ambao walikuwa wanataka kujua kama ikiwa mtu ataota ndoto za kuzaa au ndoto za uzazi. Sasa ndoto ya kuzaa ni ishara ya kupata nafuu wa kimaisha. Ukiota unazaa, basi utapata unafuu wa kimaisha, au utapona maradhi au ugonjwa, au utalipa au kulipwa deni lako, au utatubu dhambi zako, au utaondoka au kuhama nyumbani kwako au kwenye mji wako. Maana zake 5 hizo. Ya kwanza, kupata unafuu wa kimaisha, kupona au maradhi au ugonjwa wako, kulipa au kulipwa deni lako, kutubu dhambi zako, kuondoka au kuhama nyumbani kwako au kutoka katika mji wako. Sasa mwanamke ambaye yeye kawaida yake ndiyo uzazi, mwanamume akiota mkewe amejifungua mtoto wa kiume, na wakati huo mkewe huyo hana ujauzito, basi hiyo ni ishara ya kwamba atapata utajiri. Kama ikiwa ni mume halafu ukamwota mkeo kajifungua mtoto wa kiume, lakini mkeo huyo hana ujauzito, basi hiyo ni dalili kwamba wewe mume utaweza kupata utajiri. Mwanamke mwenye ujauzito akiota amejifungua mtoto wa kike, hiyo ni ishara kwamba atajifungua mtoto wa kiume. Mwanamke kama ana ujauzito akaota kwamba amejifungua mtoto wa kike, basi hiyo ni ishara kwamba yeye mwenyewe yule mwanamke atajifungua mtoto wa kiume. Mwanamke mwenye ujauzito akiota amejifungua mtoto wa kiume, hiyo ni ishara kwamba atajifungua mtoto wa kike. Unaona opposite ilivyokuja pale. Wewe mama unaniangalia, kama ikiwa una ujauzito halafu ukaota umejifungua mtoto wa kike, basi ujue kwamba utajifungua mtoto wa kiume. Lakini ukiota umejifungua mtoto wa kiume, basi ujue kwamba utajifungua mtoto wa kike. Na ukiota katika ndoto umezaa au umejifungua mtoto wa kike, basi hiyo ni ishara ya kupata nafuu katika matatizo yako. Kama ulikuwa na matatizo, basi utapata nafuu. Na akiwa wa kiume ni ishara ya matatizo na wasiwasi. Ukiota umejifungua mtoto wa kike, basi ule matatizo uliokuwa nayo yatapungua. Lakini ukiota umejifungua mtoto wa kiume, basi matatizo na wasiwasi unaweza kuongezeka. Mgonjwa, mtu yote ambaye anaumwa, akimuota mama yake
mzazi anajifungua mtoto, basi ni ishara kwamba mgonjwa huyo anakaribia kufa, kwa sababu mtu aliyekufa hufungwa katika sanda kama ilivyo mtoto anavyofungwa nguo wakati wa kuzaliwa. Kwa hiyo kama ikiwa unaumwa halafu ukaota mama yako mzazi, uwe mwanamke au mwanamume, mama yako anajifungua, basi ujue kwamba siku zako zinakaribia. Na kama mtu aliyeota ndoto hiyo ni maskini sasa, mtu ambaye fukara akaota ndoto hiyo, basi ni ishara ya kufunguka kwa mapato yake na kuweza kupata mafanikio. Na kama mtu huyo aliyeota ndoto hiyo ni mwenye uwezo, mtu akiwa na uwezo, basi hiyo ni ishara ya kupata matatizo katika biashara yake au katika mambo yake au katika mambo yanayofanya. Mwanamume akiota amejifungua mtoto wa kiume, kitu ambacho hakipo, maana mwanamume huwa hazai. Sasa mwanamume akiota amejifungua mtoto wa kiume kwenye ndoto, hiyo ni ishara kwamba atapatwa na maradhi na ataepukana na ajali na kutengana na mke wake. Kama mwanamume akiota hivyo, ajue kwamba aidha atapata maradhi au ataepukana na ajali au atatengana na mke wake. Na mwanamume akiota amejifungua mtoto wa kike, basi hiyo ni ishara ya kupata urahisi katika mambo aliyopanga. Kama alikuwa na mambo ameyapanga, basi atapata urahisi katika mambo hayo, na mtoto atapata heshima na atakuwa kiongozi. Atapata heshima huyo bwana na ataweza kuwa kiongozi. Lakini mwanamke akiota amejifungua paka, kwenye ndoto, basi hiyo ni ishara kwamba mtoto atakayemzaa atakuwa mwizi. Yule mtoto atakayemzaa basi atakuwa mwizi au atakuwa kibaka. Leo tuachie hapa. Hizi tafsiri ziko nyingi sana na zina muendelezo mkubwa sana, lakini leo tuachie hapa, na unaweza vile vile kutuma maswali yako katika mtandao wangu ule kama nilivyokuambia, unauona hapo, unapita hapo chini na tukaweza kukujibu maswali yako ya ndoto. Na imani umesikia mengi kutokea kwake bingwa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati katika nyanja mbalimbali. Ukitizama katika masuala mazima ya ndoto umepata tafsiri yake, lakini vile vile umepata kujuzwa serikali ya majini pamoja na kazi zake. Hakuacha kabisa kukwambia wiki yako iko vipi. Umepata faida sana. Lakini kama utakuwa unawalakin, kama ilikuwa bado hujaelewa vizuri ama bado kuna kitu kinakutatiza, mimi nakwambia ni nafasi yako kumtafuta Maalim Hassan Yahya Hussein akakujuza mengi zaidi. Nenda ofisini kwake Magomeni Mwembe Chai, ama unaweza kutumia nambari zake za simu ama kwenye mitandao ya kijamii. Anapatikana Facebook, anapatikana Twitter, anapatikana vile vile katika WhatsApp, na hapo bila kusahau katika blog yake. Pia unaweza kumkuta huko kote. Mimi nakwambia asante sana kwa kuchagua kuangalia Channel 10, lakini asante sana kwa kukaa nasi katika Nyota Zenu. Mpaka wiki ijayo, sisi tunakwambia alamsik.